Najua unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa siku moja. Mara nyingi unawaza, kwa nini watu wanaanzisha biashara inaanguka, lakini wewe una mpango wa kuanzisha biashara na unatamani kufika mbali. Unakuwa na wasiwasi wakati mwingine kwamba naweza nikaanzisha biashara na mimi nikaangukia pua. Unajua lakini leo nataka nikutoe wasiwasi. Kuna mambo ya msingi ya muhimu sana kuzingatia kabla haujaanza kufanya biashara. Usipoyazingatia hapa, utafeli kwenye biashara yako na utashindwa kuziishi ndoto zako za kuwa mfanyabiashara mkubwa na maarufu siku moja. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulizingatia, kuwa na wito wa biashara. Kitu chochote kile ili uweze kufanikiwa ni lazima uwe na wito katika hicho kitu. Wito kwa maana kwamba lazima upende kufanya biashara, ni lazima utamani kufanya biashara, ni lazima uwe na hamu siku moja ya kufanya biashara siku moja. Kama hauna hamu, kama hauna wito na biashara, usifanye biashara. Na hii ni miongoni mwa sababu ambazo zimewafelisha wafanyabiashara wengi. Mtu analala, anaamka, anaona ni bora tu aanzishe biashara, inaweza ikampandisha kimaisha, wakati moyoni mwake hana upendo na hakuwahi kufikiria hata siku moja kwamba atakuwa mfanyabiashara. Hiyo ndio sababu wanafeli watu wengi. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, hakikisha una ule msukumo ndani yako kwamba ninatamani kufanya biashara, ninatamani kufanya biashara. Kama sio hivyo, usifanye biashara. Hiyo ni ya kwanza, ninakwambia. Hakikisha una wito. Lakini jambo la pili la kuzingatia, kabla haujafanya biashara au kabla haujaanzisha biashara, elewa watu wanataka nini, demand. Ni kitu gani pengine jamii inahitaji, au watu wanataka nini, ni kitu gani kimekosekana. Na hapa ndipo unaweza kutengeneza changamoto ambayo inaweza kuwa faida kubwa sana baadaye kwako. Watu wanataka nini? Ni kitu gani kimepungua au hakipo kabisa kwenye jamii? Ni kweli jamii ina changamoto ya maji. Naweza nikaanzisha labda biashara ya kuwauzia watu maji kwa sababu kuna uhaba wa maji pengine. Naweza nikaboresha kitu fulani kwa sababu ni changamoto kwenye hii jamii. Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili. Elewa ni kitu gani watu wamekosa, ni kitu gani kimepungua sana kwenye jamii ambayo unahitaji kupeleka biashara. Ukishaelewa, yani kuelewa ni kitu gani ambacho hakipo, itakutengenezea wewe nafasi ya kuweza kujua kwamba hii biashara ninayoenda kuifanya nina expect kupata wateja wengi kwa sababu watu wengi watakuwa na uhitaji na hii biashara ninayo deliver kwa hawa watu. Hilo ni jambo la pili ambalo unatakiwa kulizingatia. Jambo la tatu unalotakiwa kuzingatia ni mtaji. Kwamba ni kweli unawaza kufanya biashara na umepata biashara ambayo unatakiwa kuideliver kwa watu fulani, kwa jamii fulani, lakini angalia ni kipato cha namna gani ambacho unacho kuweza kusatisfy zile demand za watu ambao umepanga kudeliver hiyo product au service ambayo unawaza kuifikisha kwa jamii. Sababu kubwa watu wanafeli, wanaanza biashara kwa mtaji mdogo, halafu wanahitaji biashara yao au huduma yao ikawafikie watu wengi kwa wakati sawa, kwa wakati mmoja, kwa wakati mfupi, ikawafikie watu wengi, wakati mitaji yetu ni kidogo sana. Matokeo yake tunaenda kuanguka kwenye biashara. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe mtaji ulionao, biashara au wazo la biashara ambalo unafikiria kuderiva kwa watu, vina uwiano. Usije ukaanzisha product ndogo alafu ukatamani kuhudumia watu wengi. Hapo ndipo utaanza kutengeneza vitu feki, utaanza kutengeneza vitu vichache, upoteze uaminifu kwa watu. Unajua mtu anapokuja kila siku anaulizia bidhaa haipo, ni tatizo. Kwa hakikisha una mtaji wa kutosha kuweza kudeliver hiyo product kwa watu ambao umewakusudia. Hilo ni jambo la tatu la kuzingatia. Jambo lingine la nne la kuzingatia, elewa washindani wako. Elewa washindani wako. Hakikisha unawaelewa watu wanaouza bidhaa ambayo unatamani kuiuza wewe. Ni maeneo gani ambayo wanafanya vizuri zaidi, lakini ni maeneo gani ambayo wanafanya katika performance ya chini sana. Unapomuelewa mshindani wako, inakutengenezea nafasi ya kuja na njia nzuri za kuweza kuinuka pale penye changamoto kwake, basi wewe unapatumia kutengeneza nafasi ya fursa.
watu wakimbilie kwako, sio kwa wale watu ambao ni competitors wako. Hiyo ni ya 4 ambayo unatakiwa kuizingatia. Ya 5 ambayo unatakiwa kuizingatia ili uweze kufanya vizuri zaidi kwenye biashara yako ni njia gani? Tunasema promotion, advertisement and branding. Ni njia zipi ambazo unaenda kuzitumia kufanya delivery ya kile unachokitoa au ya ile biashara ambayo unaifanya? Ni njia gani ambayo unaenda kuitumia? Hapo tunazungumzia matangazo. Unaenda kutumia matangazo gani kugain popularity, watu waweze kuijua biashara yako? Unatumia magazeti, unatumia social medias, au unatumia physical way kwa maana ya door to door? Unaenda mlangoni, unagonga hodi, unabisha hodi, unawaambia mimi ninauza biashara fulani. Lazima ujue kabla haujaanza biashara kwamba biashara yangu inaenda kutumia modality ipi ya matangazo. Lakini jambo lingine hapo kwenye promotion, tunaangalia mode of delivery, kwamba wewe bidhaa yako umepanga kuwa unawapelekea watu au watu wanatakiwa waje ofisini ndo wanunue. Na kama unawapelekea watu kwa njia gani? Haitokuaffect wewe, haitomuaffect mteja. Basi ukiyaelewa hayo, unaweza kufanya biashara vizuri. Lakini namba 6 cha kuzingatia ni price. Ni price au cost au gharama. Umeanzisha bidhaa, unaenda kuiuza kwa watu kwa gharama ipi? Na hapa kwenye gharama ndipo watu wengi huwa wanafeli. Kuna kitu kwenye biashara tunakiita win-win situation au win-win negotiation. Yaani unapopanga price ya bidhaa zako, hakikisha haumuumizi mteja. Yaani mteja akinunua bidhaa kwako asiseme yule bwana anaumiza sana, gharama yake ni kubwa. Ukitaka kununua kitu ambacho sehemu nyingine kinauzwa shilingi 10,000, kwake unakinunua 12,000. Usitengeneze hao mazingira, utaanguka kwenye biashara yako. Hakikisha una set biashara ambayo price ambayo haitakuumiza wewe. Yaani ukiiuza ile product inakuingizia at least faida kiasi fulani, lakini pia haimnyonyi yule mteja anayekuja kupata bidhaa au huduma kwako. Anapokuja kununua kwako yule mteja anakuta price yako ni affordable, wakati ile price pia kwa upande wako inakuingizia profit. Hii inatengeneza mazingira. Kwanza unapata popularity, watu wanasema yule bwana anauza vitu ambavyo ni quality lakini kwa bei ya kawaida. Lakini kumbe wewe unajua ni katika engo gani ambayo unapata faida. Kwa hiyo hakikisha una set ile price ambayo iko kwenye break even point. Yaani haimnyonyi mteja wala haikutoi pia kwenye formula nzima ya biashara. Unatakiwa uzingatie pia hiyo. Haya ni mambo machache makubwa ambayo unaweza ukayazingatia. Na ukienda kinyume na haya mambo, basi utapata sababu ya kufeli katika biashara yako. Karibu.